Rais wetu anakasirika na sio vizuri. President akikaa kukasirika mpaka akaongea matusi, na muhimiza atulize roho, awache kukasirika, kwa sababu hiyo PhD anaongea mambo yake alafu anatusi watu hata haionekani, kwa sababu sio vizuri mtu ambaye wa kiwango hiyo kutusi yeyote kwa sababu ya siasa. Kwa sababu ni siasa anafanya, watu wanaona anafanya kazi mbaya, anatumia pesa nyingi kuzunguka watu, wako na shida mingi hapa, anazunguka anaita cabinet. Najua cabinet sio vichwa ya mawaziri, ni ofisi zao, department zao, maaskari wao, pesa nyingi inatumika. Ningemuomba tu azunguke alafu aje afanye cabinet meetings in Nairobi. Inaonekana hajaelewa sana, haswa hajaelewa ile mashida iko na watu mashinani. Hisi ningetaka nikwambie tafadhali, kuna watoto wanalala njaa, wazazi wanashindwa kulipa shule, pesa ya capitation imechelewa, imekuja nusu, hakuna form 1, kwa hivyo walimu wako na shida sana kuendeleza mambo ya mashule. Sijui niseme nini mambo ya kustopisha ama kusema hiyo vetting izame ama isifanywe, kwa sababu unajua Wasomali wa Kenya na Wasomali wa Somalia wanafanana. It is great security risk for this country. Sasa wa Somalia kupita mpaka na wa Ethiopia kupita mpaka kuja Kenya, hatuwezi jua ni gani wa wapi, wa Somalia wa Kenya na wa Somalia wa Somali. Na unajua pande hiyo hata kuna magaidi Al-Shabaab pia wanafanana. Sasa mimi ningeomba tu afikirie kama anafanya kwa roho nzuri, sio kutafuta kura pande hiyo, kwa sababu inasemekana anataka sasa kuchaguliwa na watu wa Ethiopia na watu wa Somali. Kama sio siasa, tafadhali ningemuomba tu ashughulikie security ya Kenya. Inaonekana sasa vile kile rais ako na haja naye ni uchaguzi wa 2027. Kwa hivyo he'll do everything possible to make sure that he wins, which can also be harmful to this country. One, tumechelewa, hata mipaka haikutolewa. Kama hapa Naivasha unajua vile iko kubwa, mimi nachaguliwa na watu wengi, lakini imechelewa. Ilikuwa inachelewa makusudi tu, lakini tunaomba ikikuja wawe watu soba, wale watatumikia watu, sio mtu fulani. Nauliza president, some of language ambayo pengine ametumia, ninajua mimi ni mdogo sana kumuelezea, lakini president, I beseech you, wakati unaongea angalia na upime maneno mengine isije ikakiuka Ukristo, kwa sababu wale mabishop wako wale, ukumbuke bishop waliandika, wakaandika barua wakasema ya kwamba kuna mambo unatakana kubadilisha. Ukisema ya kwamba wale wana kuambia mambo si mazuri, ya kwamba wana elimu kidogo, kumbuka pia hao mabishop wako huko, kumbuka viongozi wengine wako huko. Kwa hivyo mimi nauliza president, kwa sababu wewe ni wa chama chetu, please Mr. President, angalia na upime maneno isije ikalete mushkil na ilete mambo mengine. I kindly beseech you, maneno mengine wachana nayo. Hata kama mtu amesoma na wengi wetu tumesoma, wacha watu waseme ya kwamba the president has done a lot because he has a PhD. Lakini ukisema wewe mwenyewe una PhD, itaonekana mambo si mazuri. Kwa hivyo I just only want to beseech you, wakati unaongea usiongee mambo ambayo itakiuka misingi ya Kikristo.